Ninakwenda kufundisha somo lenye marefu kidogo ambalo sitaliachilia katika video hii fupi, lakini nitakwenda kulifundisha soon katika video ndefu. Somo hili linasema kilichopotezwa na kanisa la Mungu. Kilichoondoka kwenye kanisa la Mungu. Unajua iko hivi. Kuna sarakasi nyingi zinazoendelea hasa kwenye makanisa yetu ya Kipentekoste na makanisa ya Kiprotestant. Ni kwa sababu gani? Kuna kitu kimepotea kwenye hayo makanisa. Sasa hicho kitu kilichopotea ndicho ninachokwenda kukifundisha. Hichi kitu kilichopotea ni hiki. Yohana sura ya 14 mstari wa 16. Sura ya 14 Yohana mstari wa 16 inasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Wewe kusikia lugha hii inasema Mungu amemwacha, Roho Mtakatifu ameondoka ndani yake, hana tena huyu. Sio, nikwambie, kwa mujibu wa mstari huu Roho Mtakatifu hawezi kumwacha mtu, ila kuna maisha ya mtu yanayomfanya yeye mwenyewe amfanye Roho Mtakatifu aonekane kama ameondoka. Sikenieleza. Sasa ile sura ya kuonekana kama ameondoka ndiyo inayozaa matokeo ya kuonekana kama huyu mtu ameachwa na Mungu. Sikia nikwambie kitu kimoja cha msingi cha kuweza kujua ya kwamba Roho Mtakatifu huwa anatenda kazi katika ngazi 9. Zile ngazi 9 zina mafungu matatu. Sasa katika kila fungu linaweza kuweko ndani ya moyo wa mtu linaloendesha maisha yake katika utendaji kazi wa huyu Roho Mtakatifu kwenye maisha yake na kuathiri mfumo mzima wa maisha yake kiroho. Ukipoteza fungu moja, utaonekana Roho wa Mungu amekuacha. Anatendaje kazi katika hiyo mafungu matatu? Fungu la kwanza linaitwa ngazi ya asili. Ngazi ya asili hii ni ngazi gani? Inaitwa ni faraga. Ngazi ya pili inaitwa ukimya au nidhamu ya ukimya. Ngazi ya tatu inaitwa kivuli cha maarifa. Lakini hiyo ni fungu la kwanza. Fungu la pili inaitwa ngazi ya upako au utendaji. Hii ina muhuri wa Kristo, ina transformer chocheo, lakini pia ina mfidiaji. Sawa? Lakini ngazi ya mwisho ambayo ni kundi linalozifunga zile ngazi 9 inaitwa ngazi ya wingu. Inakimaanisha kwamba kumzimisha roho, kukata mtandao, lakini na roho mkazi. Sasa hapa ili uelewe vizuri, fuatilia hili somo, nitalifundisha au nakwenda kulifundisha kwa marefu.